Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninamtukuza tena Yesu asubuhi ya leo kwa wema wake na fadhili zake nyingi na mkono wake wenye nguvu alioachilia kwenye maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, ninakushukuru Bwana kwa wema wako. Ninakushukuru Bwana kwa uweza wako na nguvu zako. Ninakushukuru Yesu kwa mkono wako na malaika zako walioshughulika siku mzima wa leo kuwalinda watoto wako, kulinda ndugu zetu, jamaa zetu, familia zetu. Tumeuona mkono wako na uweza wako Jehova. Baba, ninalitukuza jina lako lenye nguvu. Ninaalika nguvu ya malaika zako wakatembee kwa kila mmoja, wakanene na kila mmoja wakati wanasikiliza somo hili, ikiwa ni nuru nyingine tena ya siku ya leo. Baba, angaza nuru kwenye maisha ya watoto wako. Angaza nuru kwa kila mmoja anayenisikiliza, na uweza wako Bwana ukafunike mahali walipo. Ninakuomba Bwana, achilia nguvu za Roho Mtakatifu wako akanene na kila mmoja. Achilia sauti ya kimamlaka ndani yangu itakaoenda kunena na watoto wako. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako nyingi. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema. Ninaitukuza jina lako tena nikisema asante kwa uaminifu wako na nguvu zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni nuru ya siku ya leo tena, Bwana anatamani kusema na kila mmoja, anatamani kusema nawe ambao unanisikiliza. Yako mambo mengi ambayo Bwana anatamani kusema na watoto wake, lakini leo Bwana ameachilia ujumbe huu kwa ajili yako ili tu upate kuelewa ni nini ambacho Bwana amekusudia katika siku ya leo. Tupo kwenye ulimwengu ambao unahitaji watu wenye nguvu na mamlaka. Unahitaji watu ambao wanaweza kaamua vitu na vikawa. Maisha yetu yanaongozwa na sauti za mamlaka. Hivyo sauti yako inapokuwa na mamlaka kwenye ulimwengu wa roho, unaweza kaamua jambo lolote na likatokea. Na ndio maana leo tunapata kujifunza namna ya kutumia sauti ya mamlaka katika kuamua vitu na vikao. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ambao unanisikiliza, ambao umetega muda wako na kunisikiliza. Hatuwezi kuushinda ulimwengu wa sasa bila kuwa na nguvu ya sauti ya mamlaka katika kuamua vitu. Tumepewa mamlaka na Mungu mwenyewe. Ameachilia mamlaka haya ili tuweze kufanya vitu wenyewe kwa mamlaka kupitia jina lake, kupitia nguvu iliyo ndani yetu ambayo inaongozwa na Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Hivyo mamlaka inatufanya tunaamua vitu vyovyote kwa sababu ya ile nguvu iliyo ndani yetu. Lakini lazima ujifunze namna gani unaweza kuwa na sauti ya mamlaka katika ulimwengu wa roho. Maana vitu vyote katika ulimwengu huu hapa nyuma yake kuna roho inayoongoza. Kwa uwezo ukaiamuru roho yoyote katika ulimwengu huu pasipokuwa na sauti. Jambo lolote kwenye ulimwengu wa roho ili liweze kutokea lazima iwepo sauti ambayo inaweza kaamua vitu vikatokea. Vivyo hivyo ndio maana tunajifunza kwamba mambo yote katika ulimwengu huu yanaongozwa na sauti nyuma yake. Miti pia inaongea, ardhi pia inaongea, maji pia yanaongea. Chochote kile pale kina sauti ndani yake. Kwa ili sauti mojawapo iwe na nguvu, lazima sauti inayoongea iwe na mamlaka pia. Ndio maana tunaamuru baadhi ya vitu kwa sauti na vinatoka. Mgonjwa anapokuwa anaumwa, ukitamka sauti kwa mamlaka, ugonjwa unaachilia. Kwa chochote kile pale ambacho mtu kinaweza kuwa ni sababu ya kumzuia, inahitajika sauti yenye mamlaka. Sauti hiyo inayotoka lazima yule anayetamka awe na mamlaka. Uwezo ukatamka tu na mwisho wa siku vitu vikao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inajaribu kukupa mwongozo kwa ufupi ili uelewe ni nini ambacho nakusudia. Na ndio maana kupitia sauti mambo yote yalifanyika katika ulimwengu. Ushindi wetu upo katika kunena sauti yenye mamlaka. Sauti yako isipokuwa na mamlaka,
haiwezi kaamua chochote na kikatokea katika ulimwengu, kwa sababu kuna ushindani mkubwa wa sauti. Na ndio maana amiri jeshi mkuu wa jeshi anapotamka sauti, manake kila mmoja atatii. Kwa sababu gani? Yeye ndio mkuu. Vivyo hivyo kwenye ulimwengu wa roho, unapokuwa na sauti kuu, manake chochote kile unaweza ukakiamua na kikatokea pia. Wakuu wa giza wana mamlaka juu ya giza, na ndio maana muda fulani wanaweza kaamua kupanga ajali na vitu vikatokea. Wanaweza wakaamua kuachilia roho za uharibifu na vitu vikatokea. Wanaweza wakaamua jambo lolote na vitu vikatokea. Na ndio maana ukisoma kwenye Ezekiel anasema alikuwa anaangalia lango la mashariki, akaona kuna roho za wivu zinatumwa kwenye mji. Manake wale watu walikuwa na mamlaka ndani ya mji wa kuachilia roho za wivu. Lakini pia Ezekiel anasema alipokuwa anatazama, akaona watu wanafanya maamuzi mabaya katika marango. Watu wanaamua nini watu wafanye katika miji. Kwa maana yake wako watu ambao wanaweza kaamua watu fulani wafanikiwe na watu fulani wasifanikiwe. Kwa nini? Kwa sababu wana sauti katika hiyo miji, wana sauti katika hayo malango. Kwa lango lolote lazima liwe naongozwa na sauti. Kwa lango la mashariki lina sauti, lango la magharibi katika mji lina sauti, kaskazini na sauti, na kusini pia kuna sauti. Sauti hizo ndizo zinazoamua namna ya watu kuishi. Na ndio maana kuna baadhi ya mazingira unakuta kuna baadhi ya maeneo kuna roho fulani zimeachiliwa, manake kuna watu wana mamlaka na ndio maana wameachilia hizo roho. Haleluya. Unapotaka kufanya jambo lolote kwa ufanisi, lazima uwe na sauti yenye mamlaka ambayo itatangulia mbele yako. Iwe na uhalali wa kuamua nini kifanyike wakati huo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sauti yako inaweza ikaamua kuvuta vitu, inaweza kaamua kuondoa vitu. Kwa kama kuna vitu vimeingia kwenye maisha yako, unaweza kaviondoa kwa sauti. Lakini kama kuna vitu kwenye maisha yako vimeharibika, unaweza kavirudisha kwa sauti. Na ndio maana ukisoma kwenye ile Mathayo 16 mstari wa 19, neno la Bwana linasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Funguo za ufalme wa mbinguni utapewa, lakini kama ndani yako hauna mamlaka ya kuzitumia hizo funguo, kwa sababu zile funguo ndizo zitakazofungua jambo lolote na litafunga jambo lolote. Naye anasema nami nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakaolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakaolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni mamlaka ambayo unapewa, lakini huwezi ukapewa mamlaka kama hii hapa ikiwa ndani yako hauna ile mamlaka ya kimungu, kwa sababu kuna mamlaka za kipepo na mamlaka ya kimungu. Kwa hapa naongelea watu wenye mamlaka ya Mungu. Hawa ndio watu ambao wanaweza kukabidhiwa ufunguo. Kwa hiyo lazima uwe na mamlaka kwenye ulimwengu wa roho. Ukishakuwa na mamlaka kwenye ulimwengu wa roho, jambo lolote utaliamua kwa sauti yako na likatendeka, kwa sababu tayari una mamlaka kwenye ulimwengu wa roho. Pasina mamlaka huwezi chochote. Na hii ndiyo tunayofanya. Na ndio maana ukisoma kwenye Mathayo 28:19, basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Hii ni mamlaka kwenye ulimwengu wa roho. Tumepewa mamlaka ya kufanya hayo yote. Lakini pia neno la Bwana linasema, Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba ishara hizi zitaambatana juu ya wote waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa maana yake zile ni mamlaka, kwamba zile ni mamlaka ambazo wamepewa watu. Kwa lazima kuwe na vigezo. Sauti ya mamlaka inaongozwa na vigezo. Kwa kuna vigezo kadhaa ambavyo nitavieleza ambavyo vinamfanya mtu awe na mamlaka. Lazima tujifunze kuwa wenye mamlaka. Lazima tukubali kwamba sisi tumepewa mamlaka, na sababu mojawapo ya kwamba sisi tumepewa mamlaka ni ile kitendo cha kuokoka. Kwa ukishaokoka tu unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Hivyo Baba anakupa uweza wa kiungu ndani yako. Na akikupa ule uweza wa kiungu ndani yako, ndio unaoamua na kutoa sauti ya mamlaka. Sauti ya mamlaka tunaiona kwa baadhi ya watu. Mfano, tunamuona Yoshua. Ukisoma kwenye ile Yoshua 10 mstari wa 12 mpaka 13.
Hii ni sauti ya mamlaka ambayo alikuwa nayo Yeshua, ambayo aliamua vitu na vikatokea. Kwa hiyo msomaji wa Biblia, si jambo geni sana. Ukisoma ile Yoshua 10 mstari wa 12 mpaka 13, ambayo Yoshua aliweza kusimamisha mwezi, aliweza pia kusimamisha na jua. Haya ni mamlaka ambayo alikuwa nayo. Uwezo ukawa na mamlaka kama haya ikiwa ndani yako hayuko Mungu, hauna nguvu ya kiungu ndani yako. Kwa watu kama hawa ni watu ambao ndani yao wana nguvu ya kiungu, wana nguvu za kimungu, ndio maana wanaweza kuwa na mamlaka ya kufanya mambo kama haya. Kwa alisimamisha jua na mwezi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake aliamuru vitu na vikatokea. Lakini pia ukisoma Wafalme wa kwanza ile 18 mstari wa 36 mpaka 38, utasoma kisa cha Elia ambaye yeye aliweza kushusha moto kutoka mbinguni. Lakini pia ukisoma hiyo Wafalme wa kwanza ule mstari wa sura ya 17 mstari wa kwanza, utaona Elia jinsi alivyoweza kuisimamisha mvua. Lakini pia unaweza ukasoma Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 41 mpaka 43. Pia huyo Elia aliamuru mvua ikanyesha. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na mamlaka. Kwa mazingira ya nje yasifanye sauti ya ndani kukosa nguvu. Kwa inawezekana mazingira ya nje yanaweza kaa ni kigezo cha wewe kukuzuia usio na mamlaka. Lakini nataka nikwambie, mtu akishaokoka, akishamwamini Yesu Kristo na nguvu ya kiungu ikiingia ndani yake, ana mamlaka yoyote ya kuamua jambo na likatokea. Unapotoa sauti ya kimamlaka ndani yako, lazima uwe na imani. Hii ni jambo la pili. Mtoa sauti ya mamlaka lazima awe na imani. Usitoe sauti ya mamlaka ndani yako ukiwa na mashaka. Na ndio maana Elia alisema, kwa neno langu mvua haitanyesha, kwa neno lake mvua haitanyesha. Kwa hata wewe pia unaweza ukatamka, kwa sababu tayari umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Naye Bwana anasema, ishara hizi zitaambatana juu yote waaminio, watatoa pepo, watanena lugha mpya. Kwa maana yake ni kwamba ukishafanyika kuwa mwana wa Mungu, zile ishara za kiungu, zile nguvu za kimungu zinaingia ndani yako na kuamua. Kwa sauti ya kimamlaka itatolewa na yule mtu mwenye imani. Nje ya imani kuna sauti ya mamlaka. Na ndio maana wakuu wa giza wana imani kwamba jambo fulani wakiamua linatokea. Kwa sababu gani? Ndani yao wanaamini. Na imani yako ndio itakaosukuma ile nguvu ya sauti itakayotoka. Na ndio maana kwa wale tunapoombea wagonjwa, tunaamini ya kwamba ukinaposema, Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaamuru wewe ugonjwa uondoka. Na ule ugonjwa utaondoka kwa sababu ndani ya yule anayetamka, moja, amekwisha okoka, ana nguvu za kiungu, lakini mbili, ndani yake amejaa imani. Lakini pia mtoa sauti anayetoa hiyo sauti ya kimamlaka lazima awe anaamini. Mtoa sauti lazima atoe sauti juu ya yule anayemwamini. Kwa sababu uwezo ukatoa sauti ili hali umwamini yule Mungu. Na ndio maana tunaposema kwamba una sauti ya kimamlaka, manake lazima umwamini Mungu yule unayemtumainia. Na ndio maana ukiangalia kile kisa cha wale watu, baadhi walimuita Mungu wao akusikia, lakini waliamini kwamba atasikia. Na ndio maana ifikia wakati wakaanza kujikatakata miili yao, walilia, wakaomboleza, lakini Mungu wao hakusikia. Walikuwa na imani na yule Mungu wao. Naye Elia pia alikuwa na imani na Mungu wake, na ndio maana alipokuwa anaomba alikuwa na shaka, kwa sababu alikuwa anamwamini. Kwa uwezo ukaomba jambo lolote kwa kitu ambacho ukiamini. Amini na waambia, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu mtoa sauti ya kimamlaka anaamini juu ya yule anayemwamini. Kwa sababu unamwamini juu ya yule unayemwamini ambaye ni Mungu, unaweza ukawa na sauti ya kimamlaka. Na ndio maana aliposema kwamba atashusha moto, na alishusha, kwa sababu aliamini ya kwamba Mungu anayemwamini atafanya hivyo. Sauti ya kimamlaka ukiwa nayo, unaweza ukatawala eneo lolote katika mji, kwa sababu ndio sauti inayoongoza mji. Na ndio maana ukisoma kwenye ile Ezekiel anakuambia wako watu kwenye malango, akina Peratia, wamekaa watu 25 kwenye malango, ambao wanaamua ndani ya mji, wanaachilia magonjwa ndani ya mji, wanafanya uharibifu ndani ya mji. Kwa nini? Kwa sababu wana mamlaka ndani ya mji. Vivyo hivyo unaweza kaa na sauti ya kimamlaka katika mji na ukaamua jambo lote likatokea, kwa sababu nguvu ya kiungu imekaa ndani yake. Na ndio maana Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake, aliwaita wale wanafunzi 12, akawapa uweza na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Kwa maana yake sauti zao zilikuwa tayari zina nguvu ya mamlaka.
ya kuamua jambo lolote kutokea. Pasina mamlaka huwezi kaamua jambo lolote. Na ndio maana kuna wakati unaweza ukafanya vitu mwisho wa siku ukakutana na malipizi. Kwa nini? Kwa sababu anayetoa ile sauti ya mamlaka hana mamlaka juu ya yule Mungu anayemtumainia. Akawaambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lilo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Sikiliza. Kumbe sauti ya kimamlaka inaenda pamoja na uaminifu ndani ya mtu. Ndio maana nasema kwamba lazima umwamini yule mtu unayeita sauti yake ili ishuke kwa ajili ya nini. Na ndio maana anasema huyu mtumwa mwaminifu, ukisoma kwenye Luka 19 mstari wa 17, anasema akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika lile dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Ikiwa huyu ni mtumwa mwaminifu amekuwa na mamlaka juu ya miji 10, vivyo hivyo wewe ambaye ni mtumwa wa Yesu Kristo unaweza kuwa na mamlaka ndani ya nchi na ukaamua jambo lolote likatokea. Kwa nini sauti nyingi zinakosa mamlaka? Ni kwa sababu ya hofu, kukosa imani, mashaka imesababisha watu wengi kukosa mamlaka. Kwa unaweza ukawa na mamlaka ndani ya ofisi na ukaamua jambo likatokea. Unaweza ukawa na mamlaka ndani ya kampuni na ukaamua jambo likatokea. Na ndio maana tunajisoma kwa kina Danieli. Wakina Danieli walikuwa ni watu ambao walikuwa na imani kubwa, na ndio maana walikuwa wanaamua vitu na vinatokea. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanamwamini yule Mungu anayemtumainia. Wenye mamlaka, ili uwe mtu mwenye mamlaka lazima ndani yako unaongozwa na Roho wa Mungu. Nje ya Roho wa Mungu huwezi kuwa na mamlaka. Roho wa Mungu ndiye atakayekupa mwongozo. Roho wa Mungu ndiye atakayekupa maelekezo. Roho wa Mungu ndiye atakayekupa nguvu. Kwa lazima ujae nguvu za Roho Mtakatifu. Unavojaa nguvu za Roho Mtakatifu, maana yake unaweza kaamua jambo lolote na likatokea. Haleluya. Na ndio maana kila wakati tunamhitaji Roho Mtakatifu. Na ndio maana kila wakati tunahitaji kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Maana kila kitu kwenye ulimwengu kinazungukwa na Roho. Hivyo ili uweze kutawala lazima uamue kiroho kuweza kutawala eneo husika na mahali husika. Vivyo hivyo wewe ambaye umepata nafasi hiyo ya kumjua Roho Mtakatifu, lazima umuombe Roho Mtakatifu kwa nguvu kubwa, ili anaposhuka achilie uweza wa ajabu utakaoweza kukusaidia kupambana na roho zingine. Kwa maana kama kuna Roho Mtakatifu, maana pia kuna roho wa giza. Kwa ili wewe uwe na nguvu na uweza wa kuamua vitu, lazima pia uwe na Roho wa Mungu ndani yako. Ninavijua visa baadhi ambavyo navikumbuka kidogo kabla sijamjua huyu Yesu. Kwa kule kwetu kijijini, kuna wakati mvua, zikana hizi mvua zinasumbua, huwa walikuwa wanaenda kuomba. Wanafanya maombi yao kwenye matambiko tunayaita. Na baada ya kufanya hao matambiko, nini kinatokea? Mvua zinanyesha. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ulimwengu wa giza na mamlaka wale watu. Hasa kama wale watu wanaweza wakaomba na mvua ikatokea, kwa nini wewe mwana wa Mungu ushindwe kuomba na vitu visishike kutokea? Unaweza kaamuru jambo lote likatokea. Kwa maana yake kinachotakiwa ni ile power, ile nguvu iliyo ndani yako. Kwa sababu pasina nguvu yoyote ndani yako huwezi kaamua jambo likatokea. Kwa lazima uwe na nguvu ndani zako. Kwa jambo lolote litatokea kwa sababu ya ile nguvu iliyo ndani yako. Na ndio maana wale watu walikuwa wanaweza kuomba na mvua ikanyesha. Kwa nini? Kwa sababu wana nguvu kwenye ulimwengu wao wa giza. Vivyo hivyo hata wewe unaweza ukaamua na mambo yakawa. Kama Elia alivyokuwa ameamuru mvua isinyeshe miaka 3.5. Vivyo hivyo hata wewe pia unaweza ukaamua jambo likatokea pia. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu itakusaidia kukuongoza. Nguvu ya Roho Mtakatifu itakusaidia kukupa uwezo usiokuwa wa kawaida ambao utakusaidia wewe kuweza kuamua vitu na vikatokea. Haleluya. Haleluya. Bila shaka hapa naongea na mtu ambaye inawezekana kuna baadhi ya vitu vimeharibika. Ndoa yako imeharibika, biashara yako imeharibika, kazini kwako kumeharibika, kampuni yako imeharibika, wateja hauna, lakini unashindwa ufanyeje? Nataka nikwambie, jifunze kuwa na sauti ya kimamlaka katika ulimwengu wa roho. Na utaipata kwa kuendelea kukaa magotini kila wakati kumuomba Mungu. Utaipata kwa kuendelea kulisoma neno, maombi kama chakula chako, kuamka usiku na kuomba. Kwa sababu katika lango ambao lina uharibifu mwingi ambao unafanyika ni usiku, na watu wengi wanapambana na vita kubwa sana katika usiku. Kwa hiyo jitahidi amka usiku, tawala mji, tawala eneo la biashara yako.
Kamata eneo la biashara yako kiroho. Inapotamkwa sauti yako, maana yake sauti yako ndio inayosikika. Unapofika ile eneo, sauti yako ndio inayokuwa na mamlaka. Watu wengi wamepoteza mamlaka kwa sababu sauti zao zimefunikwa na sauti zingine. Kwa hiyo lazima uhakikishe ya kwamba sauti yako ndio yenye mamlaka kwenye eneo husika unalofanyia biashara, kazi, ofisini. Yoyote anayefika na kutana na sauti yenye mamlaka ambayo ni sauti ya kiungu. Kwa maana yake ni kwamba sauti yake inapokuwa inatawala, jambo lolote litaanza kwako ndipo itafuata kwa wengine. Tutoe katika hali ya kulialia kila wakati. Tutoe katika hali ya mashaka kila wakati. Tutoe katika ile hali ya kujiona wadhaifu kila wakati, kwa sababu Mungu ametupa uwezo na nguvu wa kuamua vitu. Tutoe katika ile hali ya kujiona sisi ni watu wadhaifu. Umepewa nguvu za Roho Mtakatifu, umepewa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana Bwana anasema ishara hizi zitaambatana juu ya wote waaminio. Ikiwa ishara za Mungu zinaambatana na sisi, chochote kinawezekana na kikafanyika. Wiki iliyopita nilikuwa nasafiri na mtumishi akaniambia jambo moja, kwamba kuna uwezekano mkubwa tukawa tunasoma habari kwamba walifanya matendo haya, lakini hatujawahi kuona matendo ya maajabu. Matendo ya maajabu yanatakiwa yaanze kuonekana saizi, kwa sababu kama wale watu waliweza kuyatenda, kwa nini saizi hatuyaoni? Ni kwa sababu ya watu wengi kukosa imani na watu wengi kupunguza ile kiu ya kumtafuta Mungu zaidi. Unaweza tu kaamua jambo na likatokea. Unaweza kaamua jambo na likatokea. Kwa lazima tuone matendo ya maajabu yakifanyika. Unaamuru vitu na vinakuwa kwa muda huo. Yaani kitendo cha kuwaza tu na kitu kinatokea muda huo. Yaani kitendo cha kuwaza kabla ya tamka kitu kishatokea. Unapokuwa umetamka, maana yake ni kwamba tayari kishatokea. Lakini kitendo cha kuwaza tu jambo limetokea. Hiyo ndio inatakiwa tufike hicho kiwango cha imani. Tunakipataje kiwango kama hicho cha imani? Lazima tuendelee kukaa karibu na huyu Mungu, kujifunza na kumuelewa. Kwa sababu unapotoka nje ya kanuni za Mungu, maana yake ni kwamba uwezi ukafanikiwa. Na ndio maana ukisoma kwenye ile neno tulivyosoma kwamba yule mtumwa mwaminifu, Yesu Kristo anasema heri kwako wewe mtumwa mwaminifu, kwa sababu umekuwa mwaminifu katika hili dogo, nami nitakupa mamlaka katika miji 10. Kwa maana yake uaminifu ndani ya Yesu Kristo, uaminifu ndani ya huyu Mungu tunayemtumikia, ndio utakaotupa nafasi ya kuweza kuamua jambo lote likatokea. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafuta kwa bidii wataniona. Unataka kumuona Mungu? Hakikisha unampenda kwa bidii kila wakati. Unamuishi, unalipenda neno lake, unapenda kumsogelea na unapenda kuabudu kila wakati. Mungu wa mbinguni akusaidie. Na siku hii ya leo, omba tu Mungu, ninaomba unipatie sauti ya kimamlaka. Naomba unipe sauti ya mamlaka. 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 Usiwe na maneno mengi. Mwambie tu, Baba, ninaomba unipe sauti ya mamlaka. Sauti ya mamlaka ikishaingia itaamua mambo yote na yatakuwa. Utaamua hata namna familia yako itavyokuwa. Utaamua hata watoto wako watavyokuwa, kwa sababu ya ile sauti iliyo ndani yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, tumekuja kwako Bwana. Tumejua siri hii ya kwamba jambo lolote kwenye ulimwengu wa roho, ili tuweze kulitawala, lazima tuwe na sauti za mamlaka. Nami Bwana ninaomba sauti ya mamlaka. Nami Bwana ninaomba sauti ya mamlaka. Nami Bwana ninaomba sauti ya mamlaka. Watoto wako tunaomba sauti ya mamlaka. Wanaonisikiliza wanaomba sauti ya mamlaka. Achilia sauti ya mamlaka katika kila jambo. Achilia sauti ya mamlaka kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye kazi. Achilia sauti ya mamlaka kwenye familia. Achilia sauti ya mamlaka kwenye ndoa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, ninakuomba Bwana, achilia sauti ya mamlaka kwa watoto wako. Achilia sauti ya mamlaka kwa watoto wako. Yoyote anayenisikia Bwana, achilia sauti ndani yake itakayoamua namna ya kuishi, itakayoamua namna ya kutenda, itakayoamua namna ya kuamua vitu katika maisha, itakayoamua namna ya kuwa na mtazamo chanya. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, yeyote aliyepoteza sauti ya kimamlaka,
yeyote aliyepoteza sauti ya kimamlaka, ribo shanta ekeni masotori ya bazia gadesha bantensi yanto ya manto, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, neema yako ikashuke Bwana, na upako wako ukashuke wa kila mmoja mmoja, upako wako ukashuke, upako wako ukashuke. Achilia sauti za kimamlaka kwa watoto wako, achilia sauti za kimamlaka kwa watoto wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wangu na Baba yangu uliye mbinguni, ninakuomba Bwana, maana umesema ombeni nanyi mtapewa. Nasi Bwana tunaomba sauti ya kimamlaka, tunaomba sauti ya kimamlaka, tuweze kutembea kama watumishi wako walivyoweza kutembea, tuweze kutembea kama wakina Elia, kama wakina Yoshua. Walikuwa na sauti kwenye ulimwengu wa roho na waliamuru vitu vikatokea. Nasi Bwana tunaomba Mungu, achilia sauti ya kimamlaka, achilia sauti ya kimamlaka wa watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi, uliamuru vitu vikatokea kwa neno lako. Nasi Bwana tupe mamlaka juu ya neno lako, tuamuru vitu na vikatokea, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante kwa wema wako na fadhili zako, asante kwa uaminifu wako na nguvu zako. Ninaitukuza jina lako Yesu, kwa sababu wewe ni mwema. Wewe unayenisikiliza, utakapokuwa unaendelea kukaa mwenyewe, endelea kuomba hii sauti ya kimamlaka. Unafanya kazi kwako, mwambie Mungu achia sauti ya kimamlaka kwenye biashara yangu. Upo ofisini, mwambie Mungu achia sauti ya kimamlaka kwenye ofisi hii. Unaposema hivyo, maana kwenye ulimwengu wa roho kuna jambo linafanyika. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikufunike hapo ulipo, na mkono wa Bwana uwe juu yako na familia yako. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina. Mungu akubariki sana.